Bwana asifiwe sana. Nashukuru sana tena kuwaona. God bless you. I know mmenisubiri. Miracle. Nimekuja sasa na miracle. Salimia mwenzako, mwambie sasa tuko tayari. Alafu give me a higher volume kidogo. Mwambie mwenzako I'm here. Mwambie I'm here. Mwambie I am here to receive my miracle. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. I'm happy to see you once again. Nafurahi sana wakati nawaona. Na ninataka to develop this culture of kutafuta Mungu. Tafadhalini. Sometimes kuna vitu vingine zinakusubua mpaka unashindwa. Hii kitu inakusubua ni ya nini? Mpaka unashindwa. Hata unasema kuna mtu jana aliniambia, nataka tu neno moja na maisha yangu itachange. Nikamwambia nimenena. Akaniambia si unene, nimenena. Naona kama ni wewe. Akaniambia nikamwambia barikiwa basi. After 2 hours alinipigia simu akaniambia alikuwa anangojea passport yake na amepata. So sasa nini mwambie ubarikiwe? Sasa hiyo kitu ukiweza kusema wewe mwenyewe nimebarikiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. We want to build the culture. How are you my brother? Come. What's your name? Ryan. Ryan. Yeah. You're just from Britain. Ireland. When did you come from Britain? How many days ago? A few days ago. Few days ago. Yeah. Okay. Why are you here? Do you know why you're here? I got in trouble. I want you to be my friend. Okay. I want you to be. They have been speaking to you. They want to kill you. They have been making you to run away. Yeah. Yeah? Yeah. Who was this that was speaking to you? Did you see him? No. But you heard voices. Yeah. They were telling you, kill yourself. True? True. You found yourself in the hospital. Yeah. That is the end of the problem. You'll never struggle again. Go and sit there. Bwana asifiwe. Sasa hivyo nimeomba. Nidahoya. Lakini nataka kuja. I'm really against because I want you to be my good students. And I want you to be blessed. Mimi nilikuwa mbaya. I was not a good man. I'm the founder of Mungiki sect. And that one, ukisikia mtu akiondoa ati huyo jamaa aliokoka, hapana, mwambie tuanzie kwa Mungiki ndio tuingie kwa kuokoka. That is why you are here. Kuanzia kwa Mungiki tukienda kwa kuokoka, because that is my history that builds a testimony in me that Jesus can deliver. Bwana Yesu asifiwe sana. Na sasa mnasemaka huyo ni mtu wa Mungiki, ni mtu mbaya. Lakini wacha tuandike yako tu kwa gazeti. A quarter of your story. Uone kama Kenya watu wote hawatahama. Story yako ni baya hata kuliko yangu, lakini kwa sababu yangu nimejianika. I'm here. Kuna ex yangu mmoja jana alinipigia simu akaniambia nataka kukuanika. Tulikuwa na wewe na tulifanya covenant. Nikamwambia hata umechelewa. Mimi mwenyewe ndio naanika. Nasema nilikuwa na my ex, nataka kuwafugua. Sasa atanasema nataka kunianika. Eti kwa sababu aliona kwa Saimo kuna ex alinipigia simu akasema nilimfuka. Ndio nilimfuka kwa sababu tulikuwa tunakunywa pombe those days. Naweka pombe kwa mdomo na mkunyusha. Na yeye anaweka yake ananikunisha na muuliza mayaka inio katika mayaka itika agotika. Sasa amejaribu doa hazifanyi. Amejaribu kila kitu, nothing is working. Ako in the 5th marriage. Because of who? Because of who? Because of me. I'm a demon. Na kama siwezi kuja kwako niende kwa hiyo nijianike, niseme this is what I have done, then I'm not helping anybody. Bwana Yesu asifiwe sana.
You yourself, ile vitu umefanya na vituko umefanya na wanaume wale umevuga wakiwekelewa hapa, ndio tutajua kweli tuko na shetani, na shetani akaagi kule anakaaga, tunakaaga hapa. Maundu maria wikite mangigiriro haha we mandikwo gatheti-ini, gatheti ekwendia mieri 6 nation watatajirika, lakini mnaonaga ya dola. Mimi nilijianika na hakuna kitu unaweza kunibabaisha nayo. Na ukisikia kuna mtoto mahali fulani na unaona anafanana na mimi, wakalia kabisa huyu anafanana na mchungaji, nilete. I'm looking for them. Kwa sababu mimi nilikuwa hiyo kazi. Hapa leo, kesho pale. Huko. Nimewaokota sasa wamefikisha 18. Wewe mtu ni mhonoku kweli. Wewe kana hiyo na umetoa mimba 7. Sasa mimi nilizaa yagusi. Naona vitoto vyangu ni very smart, very bright hapa. Ni genius. Wewe wale uliua. Ali aura giteri. Mahumari orutete ukoraga ri tikabanie. Sini afadhali mimi yangu tunaona. Yako umeua. Sasa wakati utaenda biguli ndio utakuja kujua maneno ni baya. Ukifika biguli utakuta kakika kisiana kana kuita mam. Unageuka na mmoja, wewe ni nani mam? Unaita mam wewe? Ni mimi. Wewe ni nani? Ni mimi yule ulirusha kwa choo. Na ni yule waikilia kioro. Nani kale unakuja kingine ukienda kidogo kikijana kinamia. Sasa ni aje mam? Nani wewe tena unaniita mam? Si ni mimi ulitupa kwa mtaro wakati ulinifunga na karatasi ukanirusha kwa mtaro. Ni mimi, nimekuwa mkubwa. Na wewe holijogo kwenu wa interpreter. Wewe ni mnabii mkubwa kanisani. Na ile watu umeua ni wewe. Jai kwa defense, you are still a murderer. Hata ukue pastor. Hata ukue muinjilisti, unatoa maneno hapa, unatoa maneno kila mtu anababaika, anatetemeka, dunia inatetemeka. Wewe ni muuaji. Hello. Acha nikutumie tu, kubali tu nikutumie. You remember the boyfriend, the first boyfriend? Sina mkumbuka? Mkiwa shule. Kale kakijana mlifanya hivi. Hebu lete. Kale mlifanya hivi. Alafu kachuna hapa. Karamba na yeye akaramba. Unamkumbuka? Sina mkumbuka? Sasa huyo ndio bwana yako. You have a blood covenant. Kama uko na mwanaume mwingine, huyo ni kama uiste. Your husband huyo, muli make blood covenant. Na sidi alikuvuja virginity yako, blood kamwagika bado. There is a blood covenant. Sasa hapa hadi umetutagulisha hapa penye huko Johore cho unatuhubiria inatoka mpaka na mapua, lakini uko na bwana wa mwenyewe. Sababu na yeye kuna mahali alivuja virginity. Sasa niambie, who is not entangled in this issue? Who is clean? Can you give me one clean person in this world? No one. So that is why we need to come and sit down, nikufundishe. Hapa msilete sarakasi ya miujiza. Go away with that money yako. Staki pesa zako. Usiekelee pesa yako hapa kama ni umekuja kuchukua muujiza. Go away. Kwenda kabisa. Nenda kwa nganga na kwa wale wengine huko mkafanyia polo papa. He is my spiritual father, na nilimwambia jana, mimi kwangu ukisikia watu wanakuja, hata wewe usilete hiyo miujiza yako. Nataka tufundishe watu. Nikwambie what is eating you. Ni tule tutoto umetoa 8. Sisemi wewe. Ile shida unapitia ni zile mamimba umetoa. Nikwambie tu hivyo. Na nikwambie ulitoa na Francis, ukatoa na Akinyi na nani? Na Onyago, ukatoa na Wambua, ukatoa na Kiprono. Hizo mamimba ndio the cause of the problem you are facing now. Your exes, wale mabibi na mabwana na wale wanaume umelala na wao. Wale make every woman hapa. In your sexual intercourse, there are some things you speak that if you ask after 3 minutes, ukimaliza ulikuwa unasema nini? Akia, sikumbuki. Kwani nimesema nini? Na uliambiwa sema baba yako ni upo, unasema baba ni upo. Sitakuacha. You make covenants. And these are the things that are affecting. Yes, you got saved. But
there is things that are following you, that you need to disconnect yourself from them. Knowing Jesus introduces you to a platform of having to know yourself. Being saved does not disqualify you from all things that you have been doing. Jesus is a platform that makes you understand. And that's why Jesus came and told you that pray and you will be what? You'll be answered. Bwana Yesu asifiwe sana. And if the answer is not coming, go to God and seek from God. Why are you not answering my prayers? Because some of you have been praying and praying and there is no answer. If there is no answer, you stop praying. Then you go to God himself and ask him, why are you not answering my prayers? Then once you go to God, God will tell you, kuna milango imefunguka, kuna ndoa, kuna abortion 10 umefanya, kuna damu inakulilia, kuna mambo inakulia. Sasa unajua hivyo. Sasa ukiondoka kwa prayers, when you go now, ukute there is this that is happening to you and God reveals to you, kuka yako alikuwa mganga, mama yako alikuwa mchawi, na ni wenu alikuwa hivi, then you know there is a door. When now it comes, unariviliwa there is this in your family. Your grandfather was a witch doctor. Your grandmother was a witch. Your what was alikuwa muganga, na huyu alikuwa julijeke, na huyu alikuwa nini. Unajua that now ni mulango. That is now when Jesus tells you knock. Ndio ufunguliwe, kwa sababu hiyo milango yote imeandikwa. Spiritual immorality, kuna spiritual sin, kuna hii in your family. This is what is following you. And this can only be needed to seek from God is looking into your family and into your life. The patterns in your life. There is a lady that was here jana. Sijui kama amekuja leo, nilimwambia kuje. This lady told me every January, every February ndio kuna kufanga kwao mtu. Na sasa huyu mtu wamebaki watatu. Na February, we are approaching February. Sasa walikuwa naulizana wao watatu who is going. So that why alikibia hapa nimwambie. Kuna mzee mwingine tena amenipigia simu, wanakufaga at 58. Na sasa March ndio anaenda 58. Nilia kwa simu na niambia niende nichukue gari. Nikamwambia sasa gari, nikichukua gari, have I stopped it? Because he believes in that. Nikichukua gari yake nimesimama nitakapo. Nikamwambia we need to sit down. We ask a question, why do you die at this age? Because all his baba yake alikufa at 58. His elder brother alikufa at 58. His sister yake mkubwa alikufa at 58. Mwezi wa 3. Wote wamekufa mwezi wa 3. So that is now knocking. That is now trying to understand ni nini hii imeingia kwetu. Why do we die? Ni mbona mwezi wa 3, kutoka mwezi wa 3 mpaka mwezi wa 7, mwezi wa 6 ndio kuna kufaga watu na road accident? Mbona mimba zetu zinatokanga mwezi wa 2? Bwana Yesu asifiwe sana. That is now you are seeking to know from God, why is my prayer not answered? Because a prayer from God needs to be answered immediately. When you look at the history of Jesus Christ, that I'm going to take you there, you will understand the genealogy of Jesus Christ, how the intrigues and many things that were happening in the family of Jesus Christ until Jesus Christ was born. So by not understanding, hiyo ndio sasa tunaita milango. Milango ambayo imesimama mbele yako, ambayo haikuruhusu kwenda mbele. Maana guka yako alikuwa mganga na alikuwa high priest kwa uganga na alikuwa anachinja mbuzi kila mwezi wa 7. That is why wakati aliacha, now every mwezi wa 7 kuna mtu anakufanga na accident in the entire family. Kuna mtu mmoja lazima aende na atakufa kwa accident. Bwana Yesu asifiwe sana. Ama atakufa kutoka mtoto ametoka kwa tubo na damu ikamwagika mingi na ikasemekana hawezi kusurvive. There must be blood involved. Sasa that is you are seeking. Hapo sasa you are seeking now. You are not praying. You stop praying. When your prayers are not answered, you stop praying. Because hata ukiendelea you will not be answered. Because kuna kitu kwenu kimesimama kwenu na ndio kinazuia maombi yende. Bwana Yesu asifiwe sana.
So that is you seek. You don't seek by prayers. You don't say only kapa babarina kachacha. Hapana, hiyo ni ujinga, wachana nayo. Godio mamigi, wachana nayo. Linae likae linakwenda linakoto limakadi limosoko toria la makata, wachana nayo. Sasa go sit down. Sit down. Ikama ni biashara. Look at the trend ya biashara yako. Iliangukia wapi? How did you start your business? Na inafikanga wapi inaanguka? Kuna mtu hapa ukiguza umeruhusiwa kutoka 1,000 mpaka 10,000. Ukiguza 10,000 uongeza shilingi moja, vita inaanza. Unasikia mtoto amekibiswa Kenyatta. Kaka kidogo nasikia sosio yako na yeye amekivukishwa kakani. Kaka kidogo nasikia kwenu ng'ombe yako imekufa. Because umepitisha the limitation. Bwana Yesu asifiwe sana. And not until now you know that your prayer will never work. And that's why we have Christians who are still suffering. Christian who does not understand what is it. Unakuta muhindi anaabudu ng'ombe lakini umeajiriwa kwa muhindi. Muhindi unasema hataenda mbinguni na wewe unaenda mbinguni, hata chakula kwako hakuna. Sasa unashindwa, kama chakula umekosa hapa duniani, mbinguni unaenda kufanya nini? Bwana Yesu asifiwe sana. If your grandfather alikuwa muganga, now you have not been disconnected from your grandfather, then you are still a muganga. You are operating under the altar ya muganga. That is why sometimes unaruka kama swara. Tukikuangalia vitabia vyako vyote unaangalia huyu ni muganga tu. Mami. Unaona kuguka yule alikuwa kama muganga, si ndio? Tuseme ninakutumia tu kama example. Yule guka alikuwa muganga. Bado you are attached. Haujavunja madhabahu ya guka. Bado iko strong. Who are you? You're operating under the systems za kiuganga. Bwana Yesu asifiwe sana. Somebody open with me the book of Ezekiel 16. Tushaisoma lakini turudie tu because naona watu wengi hapa ni wageni. You might have not been able to know to read it. Because that's why I want you to be reading the Bible. When you read the Bible will be able to set you free. Because some of these things you don't need prayers, you need only to go and understand what is the genealogy of your family. Once you understand the genealogy of your family, you understand how far you can go and how limited you are. But if I come and kuambia wekela mkono pokea magari, na kwenu hakuna kitu kama hiyo. You are operating under limitation. Na nimekwambia pokea. What do you expect this going to come to happen? Ezekiel 16 from verse 1. The Bible says, again the word of the Lord came to me saying, Son of man, cause Jerusalem to know her abominations. And they say, thus says the Lord God of Jerusalem. And thus says the Lord God to Jerusalem. Your birth and your nativity are from the land of Canaan. God is telling Jerusalem, and Ezekiel is sent to tell Jerusalem that your birth and your nativity. Go tell Jerusalem that your birth and your nativity, kule ulizaliwa na kehumo gyaku and kuciaro gwaku na kehumo gyaku. Are you getting me? Kuzaliwa kwako na ground kule umezaliwa, kule geshagi kwenu, is the land of Canaanites. Then you go back to ask who is a Canaanite and why the Bible talks about the Canaanite. Then you know Canaanite is a land named after Canaan. Canaan is a son of Ham, mwenye aliona uchi wa baba yake na akalaaniwa. So Canaan is the one who picked the curse, not the father. Therefore, the curse that went from the father Ham, it was shifted to his son. Therefore, this land that you are born is named after a man carrying a curse. Hello? Are you getting me? So already you are seated in a land that is cursed.
You are seated in a land that your grandfather used to operate there akiwa muganga. Kafara zote za kiuganga alichinja mambuzi, alimwaga pombe, na hiyo shamba ilinyakuliwa kupitia kwa uganga. Ndio kwa maana ako na shamba. And that is why kwa kijiji yenu nyinyi pekee ndio mko na shamba kubwa, kwa sababu baba yako alikuwa muganga akanyakua shamba kupitia uganga, na huko ndio umesaliwa. Bwana Yesu asifiwe sana. That is where you are. That is where you are born. That is where you call home. A land that is punctuated and founded from a curse. Then we continue. The Bible says, then your father was an Amorite. Who is an Amorite? For those people who have gone to school, Muamori. The Amorite are the people that were against God. The Amorite walipigana na watu wa Mungu, walipigana na neno la Mungu. Kwa hivyo wewe baba yako ni mpinzani, ni mtu ambaye alipigana na mafundisho ya Mungu. And your mother is a Hittite. And the Hittites, Wahiti walikuwa wachawi na walikuwa warogi na walikuwa waganga. Bwana Yesu asifiwe sana. Wahiti, baba yako ni Muamori, wapinga Mungu, walipigana na mambo ya Mungu na mafundisho ya Mungu. Na mama yako ni mchawi, ametoka kwa Wahiti. That is why Mungu amechukua nafasi hii ku explain from person to person and region to region. Akamwambia mama yako, baba yako ni Muamori na mama yako ni Muhiti. Alafu inaendelea kusema namna gani? Inasema, as for your nativity, verse 4, on the day you are born, your navel cord was not cut. The day you are born, your navel cord, mokonyo, was not cut, meaning mokonyo is cut to delink you from where you have come. That's the reason we cut the mokonyo. Mokonyo ni unajua? Nana niangalia anashindwa anasema nini? Hii hapa ndio mtoto anakuliaga akiwa kutubo na kulia kutoka hapa. So akizaliwa kitu ya kwanza inafanywa ni nini? Ni kumdisconnect na mama. So the day you are born, you are not disconnected from the characteristics of your father. You are not disconnected. Haujakatwa kitovu chako, bado kimekuunganisha na midhambi na maurogi na mauchawi na madhabahu ya shetani ya baba yako, ya guka yako. Kwa you are still intact. Hata ukifanyika pastor hapa ndio unaonaga mapasta wengi wa sarakasi mingi, kwa sababu si kupenda kwake. Akisimama kwa madhabahu, when you activate anything in the spirit, ile spirit inakuanga activated immediately, ni ile uko under. Ndio unaonaga pastor ni pastor lakini ni mganga. Ile vituko anafanya hapa ni mganga. Bwana Yesu asifiwe sana. Sijui kama tunaelewana mpaka hapo. So your navel cord was not cut. So you are still connected kwa madhambi za baba yako. Wewe mtoto, wewe ulitoa mimba 10. Hiyo ni madhabahu already ya mimba 10. Ni madhabahu ya mauaji ya damu, kwa sababu hiyo ni damu ilimwagika. Kwa hivyo ni madhabahu. Sasa umezaa watoto. Umezaa nini? Umezaa watoto. Watoto hao they operate under the altar of your mother, because hiyo altar ambazo za ulimwaga damu uliua, they are there, they are speaking. Kwa hivyo watoto wako wakizaliwa they will operate under the altar yako wewe. Na ndio nawaambiaga wakati mwingine, tabia the Bible in the book of Deuteronomy chapter number 28 inasema, I will bless the fruit of your womb. Sini Bible inasema hivyo? I will bless the fruits of your womb. So whatever that comes from your womb must be blessed, because God has declared so. Bwana asifiwe sana. God has declared that the fruit that comes from your womb is a blessed fruit. Kwa hivyo kama mtoto yako ni lesbian ama ni gay, ni mvutaji wa bangi, ni mtu wa madawa, sio mtoto akona problem. You are the problem. Wewe ndio gay inside you. Wewe ndio mtu wa madawa za kulevya inside you, because your womb is not blessed. Waje kubulaumu watoto kuja kutuambia ati mtoto wangu amenishida. Mtoto, how on earth? And the Bible says, I will bless the fruit of your womb. What happened? If
God has declared a blessing over your children, has declared a blessing over you, what happened that now you children are smoking marijuana, your children are on drugs, your children are lesbians, your children are gays, you are the gay. Wewe mwenyewe ndio gay. Kama mtoto wako anavuta bangi, wewe ndio mvutaji wa bangi. Hi, hello? Hello? You okay? Zitaenda zote. Bwana Yesu asifiwe sana. So the fruit, the manifestation of the work of God in you must be revealed in you. Because you are the one carrying the blessings. You are the one carrying the blessings of God. If the children are not doing according to what you go to church, CFF. If you go to church to CFF, you've got a good father from our grandfather. Because I'm the son of Harrison Nganga. So all of you, ni vijukuu vya nani? Vya Nganga. So manifestation of Nganga must be seen in you. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama nikisbehave hapa, sio mimi ni Nganga. Kwa sababu his spirit must control me. Hapa hii madhabahu alikuja akasimama hapa na akashikanishia ndoa ya mtoto wangu hapa na akadikelea na akatuambia tutaondoka hapa tuende kwa nyumba kubwa. Bwana Yesu asifiwe sana. So automatically sasa tumepata nyumba kubwa, we are heading there. Na atakuja, nimempigia simu, nimemwambia kabla hatujaingia hata hatujajenga kitu yoyote, kuja unene kitu hapo. Because yeye ndiye alisema nini? He commanded the blessing. That is not our blessing. He commanded the blessing that tutaondoka hapa. Because labda kwa mafikiria yetu chiaredi na chairman wetu walikuwa wametosheleka na hapa. Lakini sasa ule ameachilia moto, imetufukuza hapa. Watu wamekuja wengi, imefukuzwa, tumefukuzwa. Kwa sababu ya nini? Neno la ule mzee alikuja akasimama hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. So whatever that is manifesting, kwa sababu alitabiri watu wataongezeka, alitabiri watu watakuwa wengi sana, kanisa itakuwa kubwa. So we are being controlled by his spirit. Bwana Yesu asifiwe sana. Any progress ambayo inafanyika hapa, it's being controlled. Uangalie Kemani William ni mtoto wa Nganga. Whatever he does, Nganga alienda akazungumza neno kwa Kemani na Kemani is thriving. Ameenda kwa Wadeli amesumuza na Wadeli is thriving. Ameenda kwa huyu wa Donholm inakuwa. Mahali popote kuna CFF zinakuwa because their father has a command over the things. So if your children are misbehaving, look into yourself, jitavute, uende na ukuje. Wakati nilienda kukunywa pombe after he ordained me, maana nilikunywa pombe after I was ordained, yeye mwenyewe alikuja kunitafuta. Because hajawahi kuzaa mtoto wa namna hii. Mimi nilikunywa pombe mpaka nikajipupulia. Nilikunywa pombe mpaka makojoo najikuta nimejikojolea. Nilikunywa pombe mpaka nikilala kwa kitanda na achilia tu na ninasikia ni comfortable. Because I was under depression. He came to my home kunitafuta. Na alipokuja mpaka nyumbani, alikuja na akanena na akanizungumzia na akaniombea, and from then nikabadilika. Because this is a father ni mwenye anajua hii bego haijazaliwa kwangu. Kwa hivyo alikuja kuinvestigate hii bego ambayo si ya kwangu imetoka wapi. Bwana Yesu asifiwe sana. So uache kukuja kusumbua wachungaji ati mtoto wangu anavuta bagi. Mtoto wangu anafanya nini? Wewe ndio mvutaji wa bagi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama mtoto yako ni gay, jichuguse, uko na characteristics za ugay. Kama mtoto wako ni lesbian, characteristics ndani yako ni za lesbian. Jichuguse. Kama mtoto wako ni rebellious, ndani yako kuna spirit of rebellion. Sasa ndio unafuata. Hiyo kitu utajulia wapi kama umekuja kuchukua miracle word? Umekuja tu hapa na shilingi yako 10,000 nataka kuwekelea kwa madhabahu uchukue miracle word. You cannot learn. Utaishi kwa shida, and I will take advantage of your money because I want to go and eat tumbo yangu ikue kubwa. Nitaenda nikule mayai pale, nikule masausage na pesa yako. But did I help you? I've left you just the way you are. And that is why I'm insisting, I don't want miracle seeker. Miracle is an added advantage from what God can give you.
Because miracle, it is not even here. In the Bible, does not stress on the miracle. The Bible stresses on the word of God. Seek ye the kingdom and its righteousness, and the rest will be added. So the rest is just the rest. It is not given. Miracle is not given a name. Haina jina. Because ukienda kwa muganga kuna miracle. Wale tumeenda kwa muganga na umeona ameleta kioo na ameleta na kuuliza huyu ndio atakusubua. Sasa sio ni miracle. Sio ni miracle. Yes. Na unakuja kungangana hapa na hujui kule nimelala, hujui kule nimetoka, hujui na unangangana na mimi kwa sababu nimepatiwa nini? Nimepatiwa kipete kimechukua hapa, kinakuja nafanya hivi mnaaguka because mnataka kuaguka. Ndio mjue miracle imeingia. Lakini ukitoka hapa ulikuja una issue, ulikuwa umeandikiwa barua ya rent na unaambiwa tutakufukuza kwa nyumba. Nakuja hapa nasema mnaanguka nyinyi, nasema the Holy Spirit alitembea. Ni Holy Spirit mgani? Ask yourself. Ni Holy Spirit mgani huyo? Ukitoka hapa umeanguka na uchafu yako yote kufika kwa nyumba, hata unasipigwa simu na neighbor, dogetengera na nyumba neko higwera higo. Na una uchafu na shetani anashimekishwa hautaoga siku hiyo, utashinda ukizunguka ukitafuta na ule anayechekea teka, maana huyo kiateka kuna makuhuri mingi na hata kistori zako anaenda. Mama, enda ulipe nyumba. Hiyo tili namba hiyo, enda ulipe nyumba. Na nikamlevi, enda ulipe nyumba, mngakaa nyumba za wenyewe kule. Na umetoka kwa nabii. Nabii akakutabia maneno itakuwa safi. Chini. And because you didn't want to sit down. Ufundishwe tu uelezwe. Wambie the Bible is saying your navel card is not card. You are still a morogi. Mama yako alikuwa mchawi, you are still a mchawi. Baba yako alikuwa mganga, you are still a mganga. Baba yako alikuwa this, you are still this. Until the navel card is cut to disconnect you. And then once you are disconnected, you are not left alone. You are connected to another kingdom. Praise be the name of God. Because once you are disconnected from this kingdom, you can be left at the no man's land. You need to be connected to somewhere else. When I came out of Mungiki, niliombewa na nikafanyizwa toba na nikasema kutoka leo nitakuwa Mkristo. I was removed from this kingdom and put into a new kingdom, and from that kingdom I found the children of the kingdom that kept moving me. That is why I'm capable to preach this word. Because I found the children of the kingdom who have stood up with me. And through the word of God I'm taught. Through the word of God I've been taught to be told that you need also first to understand. Once you pray and umeomba na maombi yako haisikilizwi, then you need to stop praying and do what? Seek. Tell your neighbor, I'll start seeking from today. Tell your neighbor, from today I'll be seeking. Kristo. From today I'll be seeking. Bwana Yesu asifiwe sana. That is the essence of starting to know God. Seeking the word of God. That is the essence of now starting to know God. And when you will know God, you will not suffer anymore. Because once you know God, you will remove every impurity in you, every stagnations in you. The heart, when you know God, you will automatically be able to understand that it is God, and the home of God is your heart. So you will clean your heart. Ndio unaona siku hizi wale wameangalia to ex twangu tunanipigia simu. Ni mimi nilifungua hiyo mlango. Nikasema my ex wote wanipigia simu ni wafungue. Because kuna kila ex ambaye tulilala na yeye nilimvuga. And maybe that is where I suffer. Hata mkienda huko kwenu usikia huyu ni ex wa Waruinge, mwampatie namba yangu anipigie, nimzungumzie neno moja tu, nimwambie nimekufungua. That is all what you need. Because nyinyi mmefungwa na my ex. Kuna kiasi kilitoka kina bitterness. Kile ulitakanya kimetoka na bitterness. Nikasema wewe nawe utajua kule, utajua. Hiyo that's enough. That's enough.
kukukasi, kudestroy your life. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama ulitoa mimba, that is a covenant, a blood covenant that will haunt you and will haunt. And now kule ukiona watoto sasa hawa wamekuwa ma lesbian, hawa wamekuwa mawabagi. Sasa wale watoto ambao walitolewa, the body that, it's the body that goes but the spirit is alive. I think you know that. When we die, it is the body that goes but the spirit inabaki. So these children are still alive. And they are watching you as you are treating the other children that you decided to bring on earth. Unawapatia chakula mzuri, unanunulia nguo mzuri, unawafanyia nini? This in the spirit, they will torment this in life. That is why you find in a family, kuna watoto umejaribu kuwapeleka shule mzuri, kila kitu, you've tried your level best, but nothing is coming out of you. Watoto wako wamekuwa mazombi. They are in drugs, they are in alcoholism, they are in bad things, and you keep under. Na wewe ni pastor kanisani, wewe ni pastor, ni mtugateli, wewe ni modejeli, wewe ni elder kwa kanisa, wewe ni nani kwa kanisa, ni girodi, wewe ni kila kitu ile, but your children, they cannot be related with you because they are being tormented by the ones that you killed. The ones that you killed will never allow you to survive peacefully. The one that you killed will never give these children peace because they are asking, we are from one mother, why were we killed? Hello? Naona machozi kitaka kuanguka. Tafuta kahadi kachifu. Ukapaguse, weka msuli tu. Najua siku hizi mnapagusaga hivi. Kwa sababu ya ile rangi umepaka kwa mwili. Na mwingine anakulaga chakula, unakuta mboka mdomo imekaa hivi, imepada hivi, nywele ya macho imepada hivi, mdomo imepada hivi. Bwana Yesu asifiwe sana. Are we being blessed? Are we being blessed? Are we rediscovering ourselves? Gospel ya prosperity hiyo tuachane nayo. You can never prosper until you know yourself. You can never have anything until you understand umetoka wapi. Lazima understand. Now I want us to go ni kuonyesha how destinies are killed and how your destiny was killed. Get into the book of Genesis 38. Genesis 38 is a very powerful book. But because mnasemanga hiyo ni Old Testament, watu wengine wanasema, why do you like preaching the Old Testament? The Old Testament is the foundation of the word of God. These others ni Paulo ameandika barua na alikuwa anaandikia wa Efeso, alikuwa anaandikia wa Galatia, alikuwa anaandikia wa wengine. But the foundation of the word of God, that which Jesus alisoma ndio ajue kujua kupigana na shetani, alisoma from the Torah, and the Torah is the Old Testament. Bwana Yesu asifiwe sana. Then when you go to the New Testament, that now you get building in the relationship, because Jesus brought the relationship between you and God. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Unajua mnakazirika tu, lakini hamuni babaisha mngintishi. Karai. Lazima niwaambie ukweli tu, kwa sababu kwa nini? Mimi nililelewa na baba mkali anaitwa Harrison. Archbishop Harrison. Huyo baba anajifanyanga sipo, lakini ni mbaba mkali. Ni msipo tu, na anakuangalia tu hivi unafikiria, na anakusummon. Mimi ananisamoniki. Juzi nilifanya tutabia twingine hapa tuovyoko hapa, alikuwa ananiangalia, akaniambia kuja. Nikaenda, akaniambia kaa hapo chini, akaniwekea video. Akaniambia this is not me. This is not what? This is not me. Kajua kumbe mzee ananiangalia. That is the essence of a father who loves you and who wants you to go far. Hakuna mtoto ambaye amelelewa vizuri na amefuata mienendo ya Harrison atakuwa chini. They will all above him, juu kabisa. Na jina yake hakuna siku jina ya Harrison itaisha. Lakini kuna wengine unasikia ni bishop, ni archbishop, na hakuna, makanisa yote alifungua mingi na yote iliisha because of the foundation. Bwana Yesu asifiwe sana. So the book of
38, chapter number 38 of Genesis, the Bible says, it came to pass at that the time that Judah departed from his brothers and they visited a certain Adulamite whose name was Haran, and Judah saw there a daughter of a certain Canaanite whose name was Shua, and he married her and went into her. So she conceived and bore a son, and he called his name Er. She conceived again and bore a son, and she called his name Onan. And she conceived yet again, and she bore a son, and they called his son name Shelah. He was at Chezib when she bore him. Then Judah took a wife for Er, his firstborn. Now nataka tuangalie kutoka hapa. Judah took a son for his firstborn. Kumbuka, firstborn yamekuwa. In the book of Genesis 28, I think 28 or something like that, Jacob called his sons na kamwambia, kujeni, I tell you what you will become after I depart. First son was cast. Levi and Simon wakaambiwa, kwa sababu ya hasira zenu, kwa sababu ile ng'ombe mlikatakata, you will forever live kwa hasira. And that is where Moses comes in. Moses comes from that clan. And you see what happened to Moses. He missed the target of where he's going because of anger. Because kule ametoka, ni huko ametoka. That's where the problem is. But now let's look at Judah in verse number 8, number 9 there. You find Judah was blessed, and baba yake Jacob alisema, katika uzao wako utazaa kings. Bwana Yesu asifiwe sana. So the prophetic word over Judah was that Judah will produce kings. That is a prophetic word. Meaning, once a prophetic word is released, it's supposed to work immediately. And now Judah got married to this Canaanite woman, and they gave birth to a son, and another son, and another son. And therefore, it is an expectation of anybody that because Judah has given birth to a son, this son automatically qualifies to be the king. But what happened? The son misbehaved, and he died. He was killed by God, the first son. After he got married to the woman that his father went na akamtafutia akamwambia, this is the woman that you're going to marry. Immediately they got into marriage, the son misbehaved, and God killed the son. Meaning the first prophetic word from Jacob imeanguka. Then this woman that was left, the wife of the first son, Judah, picked him and asked the second-born son, take this to be your wife. Take your brother's wife to be your wife. And they decided, yes, they agreed. But there's this one condition. He was told, kutoka sasa, chukua huyu mke wa ndugu yako, uzalie ndugu yako watoto. That the children ambao utazaa si wako, watakuwa wa brother yako ambaye amekufa. Because Judah alikuwa anatafuta producing a king. That is why he wanted this first wife of the first son, because the first son has died, the second born son, to take this mwanamke ndio awazae mtoto kwa niaba ya the first son. So alijua, kijana alijua kwamba every child nitazaa si wangu, ni wa my brother. So this man decided not to sleep, kufanya hiyo kitu na huyu mwanamke. And he said what he did? He released outside. And God was annoyed and he killed him. Bwana Yesu asifiwe sana. That is when you have a person that enters into your life to destroy you. Those are destiny killers. Remember this girl that was married to the first wife, the first brother, the first son of Judah. Amekuja sasa, I want you to ufuate katrail kake ni kuonyeshe how destinies are killed and who comes to kill the destiny. There are people who will come to your life wamalize destiny yako. Kuna mtu atakuja ajishikilie ni mwanaume amalize destiny yako. Kuna mtu atakuja ajishikilie ni mwanamke amalize destiny yako. Kuna mtu atakuja ajifanye mfanyikazi ama an associate pastor, kumbe amekuja kumaliza destiny yako. Huyu mwanamke amemaliza through her first son amekufa, through her the second son amekufa. And much later huyu Judah
bibi yake akafa. Alipokufa haka kamama kumbe kalikuwa kakimonita Juda. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kakasikia Juda leo anaenda soko ya Daguleti pale Daguleti, na kakavaa nguo kakajifunika vizuri, kakavaa kabuibui kakafunika uso. Mzee alikuwa bibi amekufa. Mzee akipita huko akasikia mwili yangu sasa inahitaji kujinasua. Bwana Yesu asifiwe sana. Mzee alikuwa akipita akaangalia akaona kamama. Akauliza kamama, utakubali? Kamama kakamwambia, nitakubali, but what are you giving me? Bwana Yesu asifiwe sana. Kale kamama kamelala na mtoto wake wa huyu mzee wa kwanza. The same kamama kalilala na mtoto wa pili. Kakaua mtoto wa kwanza, kameua mtoto wa pili. Kameadama mzee baka kamekamata mzee. Mzee bibi amekufa. Kwa hivyo ni kamama kaliua nani? Mzee. Bibi ya mzee Juda. Kwa hivyo ni kamama kali inspire. Kamekuja kumaliza hii boma iishe. Kamekuja kuhakikisha the prophetic word of Jacob is never fulfilled. Kamama kalikuja kakadagaja mzee mpaka mzee akaingia kwa mtaro. Mama akamwambia mzee, utaniachia nini? Mzee akamwambia, mimi sina kitu, nitatuma rafiki yangu atakuletea buzi. Akamwambia hapana, niachie kitu basi, buzi ikikuja nikurudishie. Kitu ya kwanza kamama kalimwambia, bati nipatie. Mzee akakubali. Kamama akamwambia, nipatie hiyo pete. Mzee akatoa pete. Shika. Akamwambia, leta hiyo mkwajo, huyu umeshika. Akampatia mkwajo. Huyu mzee kubeba mkwajo, katika tradition mkwajo is a staff of power. Mudhegi ya mzee ni nini? Ni power. Na pete ni maagano. Ile mliagana na mke wako, the covenant that you made. So the woman asked for mudhegi and asked for nini? For pete. Na akapatiwa kwa sababu mzee I think alikuwa na jamii sana. Akatoa na akapatia kwa sababu alikuwa anajua buzi iko, atapatia na buzi kuje wabadilishane. Lakini ule mtu anaitwa ule Abdullah akakuja na mbuzi, akaenda akaufika huko akapata hakuna kamama. Akauliza watu wa Itora hapo, kale kamama kamaraya kanakuaga hapa kako wapi? Wale watu wa huko kijijini wakamwambia hapa hakuagi na maraya. So this woman positioned herself to make sure hata mzee nimemaliza vijana, hata mzee nimekamata. Bwana Yesu asifiwe sana. Mzee akaingia na akamwaga bego ndani. Alipomwaga bego ndani, kalikuwa kametaimu. Mama akakuwa na miba. Sijihadhari wewe. Najihadhari sana. Hii kudanganya na peleko huko juu. Kunaweza kuwa kuna bego inatakikana tu. Ndio wakati utasimamisha kwanza kuhubiri, bego inaletwa akalia hii. Na utoto hiyo bego tunafananaga mundu kumundu. Hakuna haja ya DNA. Kuna fananaga kabisa. Unasema muangalie. Kanisa angalieni huyu. Angalieni na muangalie. Mzee akaleta mtu akarara na moto akatoa vidini kwa tubo kukaingia mapacha. Sasa mama tubo ilianza kukua kubwa. Huyu Juda mwenye alilala na huyu mama bila kujua ni yule mke wa vijana wake, akaitisha kikao akasema, yule mama tunaona ako na miba, mleteni hapa. Na yule amefanya hii kazi auliwe. Nani amesema hivyo? Ni Juda. Nani alifanya hiyo kazi? Ni Juda. Akasema aletwe na auliwe. Maana ile target ilikuwa ne kiugo, ile kiugo ilitajwa na Yakobo. Ile maneno ilitolewa na Yakobo ya baraka ndio inafuatwa na huyu mama. Amekuja purposely kuhakikisha the prophetic word on this man will never come to pass. Mzee amelala na katoto kama mama kakaanza kufura tubo. Mzee akaitisha kikao kwa sababu ndio Japani wa kikao, ndio chairman wa nyumba 10. Akasema yule ametuka huyu mama tupu amemiba, lazima tumalize. Sasa mama alipofika huko akasikia ni kesi yake, akasema mzee, ninaweza kuomba dakika 2 nikipia kwa nyumba nirudi. Akapatiwa kibia, eda. Si security iko, eda. Kamama kakaeda, kalikuja na kitu kamevuga. Kakafugua, kakasema, mwenye hii ndio mwenye hii. Akatoa mkwajo, mwenye hii mkwajo
Watu wote wakaangaliana, wakaangalia Juda, Juda na wanaangalia Juda, kwa sababu hiyo Mugathe, hiyo ring ya Juda ilikuwa mpaka na jina, na mpaka hii Mugathe ya hapa ilikuwa na jina ya Juda. Juda naangalia, wakaangaliana. Boss Juda akaanza kulia machozi, akasema nimekosea. Lakini alikosea akijua ama alikosea kwa mtego? Yes, that is what I'm saying. Mzee alikosea, maana bibi ameuliwa. Kuna spirit ya kuja hakikisha bwana yako ameuliwa, kazi yako imeuliwa, bibi yako ameuliwa. Ndio hii spirit ipate nafasi, because it is on a mission to destroy you. Bwana Yesu asifiwe sana. Alipomalizwa mzee akaambiwa sasa, akatubu, akasema kweli mimi ndio nafaa kuuliwa. Na hiyo story kaishia hapo, kwa sababu yeye ndiye alikuwa na final decision. Wazee wakasema tutikomuhura. Lakini ka story kameanzia hapo. Sasa nataka tuwasie ka story hapo. Huyu mama akazaa she conceived again and bore a son, and she called his name Onan. Number 7. And Judah said to Onan, 11. Then Judah said to Tamar, his daughter-in-law, remain a window in your father's house till my son Shelah is grown. For he said, lest he also die like his brothers. And Tamar went and dwelt in her father's house. This woman dwelt in her father's house. But if you to some so she said, verse number 18. Then he said, what a pledge shall I give you? So she said, your signet ring and the cord, and your staff that it is on your hand. Then he gave them to her, and went into her, and she conceived by him. So she arose and went away, and laid aside her veil, and put on the garment on her window hood. And Judah sent a young man got by the hand, and his friend and Adulamite, to receive his pledge from the woman's hand, but he did not find the woman. In verse number 24, and it came to pass about 3 months later that Judah was told, saying, Tamar, your daughter-in-law, has played the harlot. Furthermore, she is with a child by harlotry. When she was brought out, she sent to her father-in-law, saying, by the man to whom this belongs, I am with the child. And she said, please determine whose these are, the signet and the cord. So Judah acknowledged them and said, she has been more righteous than me. Because I did not give her Shelah my son, and he never knew her. But now maneno inakuja hapa, this woman gave birth. And verse 30, after these, his brother came out who had the scarlet thread on 29. Then it happened as drew back in his hand that his brother came out unexpectedly, and she said, how did you break through? The breach be upon you. Therefore, his name was called Perez. Afterward, his brother came out who had the scarlet thread on his hand, and his name was called Zerah. So this man gave birth to 2 children, Perez and Zerah. Now let us go to the book of Matthew chapter number 1 and look at the genealogy of Jesus Christ. Matthew chapter number 1. So finally this woman amezaa watoto na amezaa na father-in-law. It was a planned, well planned. Firstborn killed, secondborn killed. The father has been taken away. Now if you go to Matthew chapter number 1, we read about the genealogy of Jesus Christ. Let's look at the genealogy of Jesus. Tumeona amezaa Zela na nani? Na Perez. Sasa Juda aliachiliwa neema na baraka za kuzaa mfalme. The genealogy of Jesus Christ is the book of the genealogy of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham. Abraham begot Isaac, and Isaac begot Jacob, and Jacob begot Judah and his brothers. Sasa tuanzie verse number 3. Judah amezaliwa na ameachiliwa baraka ya kuzaa mfalme. Judah begot Perez and Zerah. Hawa watoto hawa walizaa kwa njia hiyo ya kudanganywa.
He begot Perez and Zerah by Tamar. Sasa tuangalie the first generation of Judah. The first what? Is Perez and Zerah. Tuseme number 1. Count with me. Number 1. Perez and Zerah. Perez begot Heron. Sema 2. And Heron begot Ram. And Ram begot Aminadab. 4. Aminadab begot Nahashon. Nahashon begot Salmon. Salmon begot Boaz. Boaz begot Obedi. Obedi begot Jesse. And Jesse begot David. Hiyo ni generation ya ngapi? 10th generation. Then a generation was 150 years. So the prophetic ya Judah imefulufiwa lini? 1,500 years later. Because of this woman that came to destroy the destiny of this family. Hello? Is your destiny intact? Is your destiny intact? Was it destroyed by this woman? Is there a woman? Is there a man? Is there a person? Is there a pastor? Is there an evangelist that came to your life that has completely destroyed what was supposed to be fast, instant? Because Judah prophesied, Jacob prophesied to Judah, and the first son was supposed to bring a king. But now you see a king comes 1,500 years later. This generation zote 9 zimekufa without success. The entire 9 generations have been destroyed by a single woman. Have been destroyed by this man that came to your life in the name of a husband, in the name of a wife. An entire generation has been destroyed by this man who came in the name of a pastor, in the name of an associate pastor, in the name of a bishop, a prophet, and the name of a business partner. How do you look at yourself? Are you intact? Are you what that God wanted you to be? Did you lose it somewhere? Did this woman came and destroyed your destiny? Did this woman came and made sure your firstborn child, who is supposed to be a king, has died? The second child, who is supposed to become a king, has died, and now he has destroyed and defiled you personally. That now whatever you produce, it will wait for 10 generations. Bishop Addison nganga prophet. Utakuwa munabii mpaka saa hizi umengojea mpaka unajaribiki kuwa munabii. Unaweza mpaka watu wanaongea wakikusikiliza wanaona ni Msomali anaongea. Because you have been waiting for this moment to come, and the moment is not coming because a woman came and took away what he was supposed to. Ushaika karibu na mtu anadhioma na lakini unasikiliza hizo si diomi. Sasa unasikia hii ni Msomali, hii ni roho ya Msomali kabisa. Anafanya biashara. Hii ni shifter imeingia. Bwana Yesu asifiwe sana. Is that, can you find that in your miracle? Can you find that in a miracle? You will never find that. And that is what is hurting you. You are in the 4th generation ambayo imeharibiwa na huyu mama. You are in the 5th generation ambayo mama is the cause of the problem. You are in the 7th generation ambayo mama is the cause of the problem. Yet you are crying. Yet you are shouting up and down. Yet you unasumbua umeenda from one pastor to another pastor because you don't want to sit down to be taught the word of God. You don't want to be, hautaki kufundishwa hata kidogo. Hautaki ujielewe ndio ujue. Hii si mapepo inanifuata, ni kamama kalichukua destiny yangu. Ambia wa neighbor, mimi nimesikiliza, nimeona kuna kamama kalichukua destiny yangu. Ama kamzee. These children, Perez and Zerah, were born out of harlotry. That is why we see hata Jesus Christ anaadamo na hiyo spirit ya umaraya. Because ni generation hiyo ya Judah. Kamama kanaenda kuchota maji lakini si maji. Kanajua huyu mzee anakuja. Mzee akienda kupita, kanaanza kufanya hivi. Unajua venye tumama tunafanyaga. Kanaanza kufanya kujiningua, kanajiningua. Kumbe Yesu kalikuwa anafikiria Yesu ni mtu wa kukamata haraka haraka. Yesu akamwambia wewe uko na 5.
Na hata kuna mwingine mmoja. Sasa unataka kuniongezea hadi kwa 7. Because mama kalikuwa kana target huyu jamaa. Because kana huyu jamaa kuna ile covenant, ile vitu ya kwao bado inafuata yeye. Maana katika where there is a spirit of immorality, kuna kitu inaitwa premature deaths. Na ukiangalia genealogy yote ya Jesus kuna premature death. Hata Yesu alikuwa akiwa na miaka ngapi? 33. Hello. Kama umaki. Ani umesuka. Are we together? Have you umefunguka mahali? No, I like it. I like teaching. Hiyo mungitaka ile apokea niko nayo. Kwanza ni kubwa sana. Mkitaka hiyo nitawapatia. Lakini sitaki kukaa na wakora. Kwa sababu mimi nimeshaikuwa mkora. Mimi nimeenda jela mara 52 si kwa sababu ya kuhubiri, kwa sababu ya ukora. So I know the punishment. Sasa sitaki kukaa na mikora. I want to be straight because God has made me. It's by mercy of God that I'm alive. I've been shot at 12 times. Mwili yangu imepita marisasi 12. Nimekuwa poisoned. Hata kuna mmoja nilipigia simu, "Niokile." Huko, wao liniwekea. Kuna yule aliniwekea kamuchere na akaacha nimekufa. Alinipigia simu jana. Ni jana nikamwambia kuja leo. Sasa ile kitu ilimustua. Wakijaribu kuninyaganya gari niliamuka. Sasa yeye mama leo anakuaga alitafuta mpaka amenipigia simu ameniambia nataka tu nikuje kwa hapo kanisani nitubu unisamehe because tumeiba magari mingi na hatujai kutana na such an incident. Sasa mtu tukiwekea mtu dawa anavuvukaga after 12 hours. Lakini tulienda tu kuja kutoa mvuguo. So, I want you to learn. I want you to understand the word of God. Because this is the word of God. Jesus went to the synagogue. Na alikaa sinagogi akafundishwa. Ndio kwa maana wakati shetani alikuja kumtrace, Mungu Yesu hakusema the Holy Spirit, alisema it is written. Lakini sasa nyinyi mtakuja kunibabaisha hapa Holy Spirit. Unajua the Holy Spirit doesn't allow the way you are talking. The Holy Spirit, the way you are doing, hata venye unafungua mdomo hivi, the Holy Spirit aliniambia hiyo mambo ya Holy Spirit yako waachana nayo, peleka kwako, weka kwa bahasha, weka kwa rugu ya mesa. Niambie, the Bible says, the word of God says, because even the Holy Spirit must be guided and must be principled on the word of God. Any word that is coming from me must be principled on this, must be tested. Everything I'm saying to you, don't take it. Test every spirit. Test me. Ask, where am I getting the information? I'm getting my information from the Bible. And this Bible can be a novel. Can be inaweza kuwa James Handel Chase. Until the Holy Spirit is in it, that is when it becomes the book of God. So you can choose to read a Bible, the Holy Book of God, and you can choose to read a novel, a James Handel Chase. Wangapi walisoma James Handel Chase? Nijue wakora ni wangapi hapa. Inua tu mkono mtu alisoma James Handel Chase. The Blonde Girls. Huyu ni wakora. Kisikia mtu wa James Handel Chase. Criminal kabisa. Haleluya. Tusimame tu kwa miguu yetu.